kiongozi wetu Stephen Kalonzo wa Musyoka. Asanteni. Nyamakema hoye. Nyamakema hoye. Weka sauti mzuri. Asanteni. Nyamakema hoye. Mimi ni Kalonzo Musyoka. Mani Steve. Sinaona leo nimevalia combat. Tumetoka pale kwa ofisi ya Inspector General Kanja. Kusikia tunakuja, akapigiwa simu na Ruto akaambiwa toroka. Sasa Kanja na Ruto ni sample moja. Hatuwezi kuruhusu Kenya hii itawaliwe kimambavu. Jana wameua watu wawili Kitengela. Na wengine zaidi ya 50 wakaumizwa. Ukienda kuvamia kanisa na magun, wewe ni terrorist. Wewe ni terrorist, na hiyo wakati umefika. Yote yale ambayo tumefanya hata wakati ule tukachoa katiba na Kibaki. Kumbukeni mimi nilikuwa makamu wa Kibaki. Najua mambo haya yote. Kwa hivyo haki yako ya kikatiba haiwezi kachukuliwa ama ikaletwa dhuluma na yoyote. Hakuna mtu kuanzia Ruto mpaka Kanja ako nyuma ama ako zaidi, ako juu ya katiba ya Kenya. Tumekuja tuwaeleze hiyo haki zenu, kwa hivyo msiogope. Mzee Kenyatta wakati ule alisema kanyanga nchi yako kwa raha na furaha. Na usiogope chochote. Na tunasema tukimtoa Ruto, Kenya itatawaliwa kikatiba. Na ikiwa ni kikatiba hakutakuwa mambo ya wizi wa mali ya umma. Ruto hata kuwepo kujaribu kuuza our international airport. Mimi na ndugu yangu Eugene tulienda tukamkomesha. Alikuwa anataka kuuza Kenyatta JKI. Sasa unasikia anasukuma kabisa pipeline. Ameuza Safaricom. Na hizo pesa zote anakusanya ataanzisha mpango ambao tunajua hauaminiki. Yeye mwenyewe hawezi kuaminika. Kwa hivyo tumezunguka dunia nzima na tukaambia dunia nzima, Kenya tuko tayari kama watu wetu wa Bangladesh. Juzi majenzi wa Bangladesh ambao walisaidika sana kimotisha, walipata motisha kutoka jensi wa Kenya, alipeperushwa Prime Minister wa Bangladesh akahamia India kwa helikopta. Na juzi wamechagua serikali mpya kwa 1%. Na hapa Kenya tunaona itakuwa namna hiyo mwaka ujao. Ni kweli si kweli? Harambee! Nyinyi ni one term kusema kweli? Hebu semeni one term, one term, one term, one term. Ati anasema hatuna agenda. Anasema sisi hatuna agenda. Mimi mwenyewe nimewasaidia watu wote. Wote nimewasaidia. Agenda moja mimi nilimtoa Kamba Ruto huko ICC. Lakini waja naendelea nao. Sasa tunaonda faili mpya. Faili mpya kutokea 2023 wakati mimi na baba karibu tuwawe Mathare. Watu vijana 70 waliuawa. Na yule mtu alikuwa anaitwa Bungei. So wakati huo Ruto Raila karibu auawe. Katoka Mathare 2024 jensi wakasema kaeni nyuma. Ngoja tukatae mambo ya ushuru. Hiyo ushuru ndio ndugu Rigiji amezungumzia zaidi. Nyinyi watu tabia nzuri sana, mnakusanya pesa baina yenu, mnaenda hata Uchina, mnanunua container moja inanunuliwa na watu 10. Ruto akisikia hiyo hataki kulala. Anataka mtolewe ushuru. Hii ndio tunahakikisheni ni lazima small enterprises wapatiwe nafasi ya kwanza. Nyinyi ndio mnaajiri Wakenya wengi zaidi kushinda serikali ya Ruto. Kwa hivyo lazima msaidiwe. Ni lazima msaidiwe. Vile naona hapa kutoka hapa kwenda Nyururu, Gilgil, mkifanya usafiri pia mnauza vitu ambavyo vinaizia kuinua maisha ya watu wetu. Kwa hivyo sisi tuko pamoja nanyi. Sisi hatutarudi nyuma. Sisi tutahakikisha Ruto ni one term. Mtatusaidia? Tarehe 29 mwezi wa 3 IEBC wamesema
wamesema kwamba wataanzisha upya mass registration. Walikuwa wakitarajia watu 6.3 million watachukua kadi za kupiga kura, lakini idadi hiyo haijafikiwa. Tunasema vijana Gen Z, kwanza mtu wa Kenya ni haki apatiwe ID. Tunajua Ruto ana mipango kukanyagia wale watu ambao wanasema ni one term, vijana wasipatiwe vitambulisho. Na vitambulisho ni bure. Ni lazima mwananchi wa Kenya akifikisha miaka 18 apatiwe kitambulisho bila kunyanyaswa. Akifanya hivyo achikiwe kura. Wangapi watafanya hivyo? Sababu hiyo ndio silaha. Ruto aliamurisha vijana wapigwe risasi kwa miguu. Si kweli? Simulisikia akisema hivyo? Kiongozi gani duniani ambaye anaamini demokrasia anaweza kuamurisha watu wake wapigwe risasi kwa miguu? Na sisi tunasema Ruto na sisi tutampiga risasi. Wangapi wako tayari kumpiga risasi Ruto? Lakini risasi yetu ni one touch. Apigiwe kura, tumpigie kura, tumpige risasi ya kura mpaka asije akajaribu tena, asije akadhubutu kuchezea maisha ya watu wa Kenya. Kwa hivyo tunafurahi sana Nyamakima oye! Nikisema Wiper nipe komboa Kenya. Wiper! Si unaona mimi valia kimajeshi kama skanja. Mimi niko tayari kukomboa Kenya. Wewe uko tayari? Wangapi wako tayari kukomboa Kenya yetu hii? Asanteni sana, na ndugu Rigiji tukupongeza kwa ujasiri. Ruto akisikia Gachagua anywhere ni polisi, ni nini, lakini leo Kenya imeungana yote. Wacha Rigiji, ukimkamata huyu ushike Mheshimiwa Eugene Wamalwa ama Natembeya ama Sakaja, Sakaja, Sifuna. Wangama sema Sakaja hatutaki kusikia mambo yake. Jana ile ODM halisi ya baba Raila Amolo Odinga ilikutana jana Kitengela. Mnawajua wote, Sifuna, Babu Wino, Caleb Amisi, hata msichana wa Raila mwenyewe, Winnie mwenyewe, James Orengo. Hiyo si ndio original ODM? Wangapi wanasema tuungane zote sasa, tuungane na hiyo kikundi tupeleke huyu jamanya? Wangapi nataka nione? Kwa hivyo wakimshika Sifuna ni wakili. Na haogopi. Na hapa ni mawakili wengi hapa. Kuna mwingine anaitwa ako wapi Njiro? Ndegwa Njiro hiyo example ako wapi yeye? Ndegwa Njiro wakili huyo tumeanza kucompile. Barua aliandika Martha Karua ikapelekewa Ruto. Sakaja, sio Sakaja. Huyu Sakaja akapelekewa Kanja. Unajua Kanja ni kitu moja. Akapelekewa Kanja, akapelekewa Murkomen, wale wote ambao ni members, hata Musalia, wale members wa National Security Council. Kuambiwa usalama wa Kenya ni kitu yenye muhimu kabisa. Hatutakubali nyinyi muharibu mikutano ya wapinzani wenu. Hatutakubali. Kwa sababu ni haki yao. Tukaona tukiwaachilia hawa wanatumia magun. Tunakumbuka 2025 Sakaja alisema magun nyinyi polisi. Kwanza polisi ikapigwa picha dunia nzima ikionyesha polisi wakiwasukuma, wakiwasaidia magun ambao walikuwa nabeba rungu. Hiyo ni aibu ya Kenya nzima. Mimi nimetoka ng'ambo sahihi. Mnakumbuka? Mizizi ya Ruto yote nimekatalia mbali. Hakuna mtu akona haja na mtu anaitwa William Ruto duniani kote. Kwa hivyo mjiandae, tumpeleke nyumbani. Mko tayari? Harambee! Wiper! DCP! One time. Ama namna gani? Haya, ngoja huyu ndugu naye agurume. Anaitwa Eugene Wamalwa, ndugu yake mdogo kijana wa Wamalwa, na hii kazi inaendelea mpaka Kenya iwe truly liberated.
Hebu tusalimiane hewe Nyamakima oye! Muko one term? Muko one term? Hebu niwaulize kitu. Mimi nilikuwa hapa mwisho, nafikiri kulikuwa na maombi ya wanabiashara wa Nyamakima. Tukaja tukasimama nanyi, na wakati huo tulikuja Mheshimiwa Kalonzo na waheshimiwa wengine, na hata tukawa na gavana Sakaja. Wakati huo mlikaribisha Sakaja vizuri sana, mkasema ni gavana mchapakazi anatosha. Lakini saa hizi nimesikia wakitaja Sakaja, naona ni kama kuna shida. Iko shida? Iko shida? Naona ni kama mnakataa mambo ya Sakaja. Mmekataa? Mumesema Sakaja ni one term? Mumesema ni one term? Ujue ninyi Nyamakima mkisema, Nairobi yote imesema, CBD yote imesema. Na mimi nawaeleza haya sababu nilikuwa waziri wa Uhuru.